Kim Media. Kero zote ambazo zipo ndani ya vijiji vyetu, kata zetu, ziwasilisheni kwenye ofisi ya mbunge. Ofisi hii ya mbunge tumewekea vifaa vya kisasa. Itafika mpaka mahali hata kama mbunge yuko Dodoma na unahitaji kuzungumza naye na kwa ana, utaunganishwa na mtaalamu wetu hapa wa masuala ya mitandao, na mimi nitazungumza na wewe nikiwa Dodoma kupitia ofisi yangu ndogo iliyoko kule Dodoma. Bukene oye! Lengo ni kuhakikisha kwamba kero zinafika kwa wakati na tunazitatua kwa wakati ili tuweze kuleta tija ndani ya jamii yetu. Bukene ni kata, Bukene ni kijiji kimoja, lakini na vitongoji zaidi ya 10, haina ofisi ya kijiji, haina ofisi ya kata. Kwa hiyo ni wakati mwafaka sasa, viongozi ngazi ya kata, mweke utaratibu wenu vizuri, mtafute eneo, tuanze kujenga ofisi ya kata na ofisi ya kijiji. Kuhusu miundombinu ya barabara tulionao kwenye jimbo, tuna barabara za aina mbili, tuna TANROADS na TARURA. TANROADS ni ile inayotoka Itobo Bukene mpaka Mambali, nyingine inatoka Nzega Itobo mpaka Kagongwa. Barabara hizo tayari imeshawasili serikalini, na serikali inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan wamekubali kutujengea kwa kiwango cha lami. Na barabara ya kwanza kuijenga itakuwa ile kutoka Nzega mpaka Bukene. Tunataka tuunganishe wilaya yetu ya Nzega na Igunga kwenye mradi wetu wa usafiri mkubwa kabisa wa kitaifa wa Standard Gauge Railway SGR. Kwa hiyo lami lazima itoke Nzega ifike mpaka kwenye station yetu. Lakini barabara za TARURA tumeshaanza kuzishughulikia, na viongozi wetu wa TARURA ngazi ya wilaya pamoja na mkoa na taifa walituomba tutulie kidogo, mvua ziishe, waanze utekelezaji. Na ndio maana mkiona baadhi ya kata tayari tumeshaanza utekelezaji, na tunahakikisha sehemu zote ambazo hazipitiki ndani ya jimbo letu la Bukene zinapitika wakati wote. Kazi hii ikianza haitasimama mpaka tuhakikishe kwamba barabara zetu zote zinazounganisha kata kwa kata, vijiji kwa vijiji na vitongoji kwa vitongoji zinapitika wakati wote. Tulisema kwamba Bukene hapa kituo chetu cha afya kimezidiwa, kinahudumia kata mbalimbali pamoja na kata za majimbo jirani. Kwa hiyo tuko kwenye harakati ya upanuzi. Badala ya kujenga kituo kingine cha afya, tuna mpango wa kujenga hospitali kabisa yenye hadhi ya wilaya. Ndugu wananchi wa jimbo la Bukene, Bukene yetu inaenda kubadilika. Sio Bukene tuliyoizoea, inaenda kuwa kubwa. Tunaenda kuwa na mzunguko wa watu ndani ya jimbo letu la Bukene kupitia mradi wa stesheni ya SGR itakayojengwa hapa. Kwa hiyo tutahitaji tuwe na huduma bora za afya, tutahitaji kuwa na huduma bora za maji, umeme pamoja na huduma za elimu. Wakati nikiomba kura nilizungumzia kuhusu elimu, nikasema angalau tujenge shule 2 kwa tarafa ya Bukene na Mwakalundi za kidato cha 5 na cha 6, ili wanafunzi wanaohitimu kidato cha 4 wapate sehemu ya kuendelea na baadaye kuelekea chuo kikuu. Mheshimiwa Mbunge, hii ni hatua kubwa sana. Ofisi hii, ndugu zangu, tusione tukuwa ni jengo zuri na matofali, lakini tuione ofisi hii kuwa ni alama ya uwajibikaji wa Mheshimiwa mbunge wenu. Na hii ni ishara ya mbunge wenu kusikia kilio chenu cha kwamba tunahitaji ofisi, lakini tunahitaji kusogezewa huduma karibu, na yeye mbunge wenu kwa kuwa ni msikivu, basi akamaliza hii ofisi na hatimaye leo tumeweza kuizindua. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, hongera sana, lakini na wananchi hongereni sana kwa kupata mbunge ambaye ameweza kuwasikia kilio chenu. Mheshimiwa mbunge, nipende kutoa wito. Kwanza nitoa wito kwamba ofisi hii
hakikisha inafunguliwa kila siku ili iweze kuwahudumia wananchi. Lakini pia hakikisha ofisi hii kila mwananchi ambaye anakuja basi asitoke bila majibu. Tupo viongozi wenzako, lakini wapo wataalamu. Tupo kwa ajili ya kuleta majibu pale ambapo mwananchi atakuja na akahitajika majibu. Ipo ofisi ya mkurugenzi, ipo ofisi ya mkuu wa wilaya, wapo wataalamu ngazi ya kata mpaka vijiji. Tutakuwa tayari kutoa majibu pale itakapohitajika, wananchi watakapokuja kuhitaji mambo mbalimbali kutoka kwenye ofisi yako. Lakini pia ofisi yako isikilize zaidi kuliko kusema. Suluhisho, Mheshimiwa Mbunge, lipo kwa wananchi wenyewe. Kwa hiyo sikiliza zaidi, utapata mambo mengi kutoka kwao. Jambo la tatu, ofisi iwe ni ya vitendo. Mheshimiwa Mbunge, ofisi hii leo tumeizindua, lakini wananchi watakukumbuka zaidi kwa miradi mizuri ya maendeleo utakayokuwa umewaletea, alama ambayo utakuwa umeiacha kutokana na utendaji wako wa kazi kwa kuwahudumia wananchi hao. Kwa hiyo hakikisha hili unalizingatia sana. Lakini kwenu wananchi wenzangu, nitoe wito kwenu kwamba mfike kwenye ofisi hii sio tu kwa ajili ya kutoa malalamiko, lakini pia mfike kwa ajili ya kutoa mawazo, lakini mfike kufuatilia miradi ya maendeleo ambayo Mheshimiwa Mbunge wenu anapambana kila siku kwa ajili ya kuwaletea. Kwa hiyo mfike pia na maoni, ushauri, na kwa kufanya hivyo mtakuwa mmeshirikiana vyema na mbunge wenu na mtaweza kuleta maendeleo kwa pamoja. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.